Hali za saizi mabibi na mabwana, bingwa tiba asilia Afrika Mashariki Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni vipindi vyetu vya kupeana elimu, lakini elimu yetu siku ya leo ninataka niwapatie elimu juu ya utambuzi wa pete za bahati. Maana kumekuwa na pete zipo nyingi na kumekuwa na mkanganyiko, kila mtu anataka kujua pete ya bahati ni nini, inapatikanaje, inafanyaje kazi na inapatikana kwa watu wa aina gani, kwa sababu ieleweke kwamba pete ya bahati ni pete inayoendana na nyota ya mtu. Na kuna utofauti mkubwa sana kati ya pete ya bahati na pete ya majini. Hivi vitu lazima pia watu wavitofautishe. Kuna pete ya bahati, kuna pete ya urembo na kuna pete ya majini. Kwa hivi vitu vyote lazima watu waweze kuvielewa. Sasa pete ya bahati ndio mada yangu siku ya leo, lakini pia nitakuelekeza namna pete ya majini inavyopatikana kwa ajili pia upate kuelewa kwamba ile pete ya majini na pete ya bahati inatofautianaje. Ukienda kwa mganga, ukiambiwa unapewa pete ya bahati, ujue kile unachopewa ni nini na kinafanya kazi kwa mipaka ipi mpaka wapi. Kwa hiyo ieleweke, pete ya bahati ni pete ambayo ina kito inayoendana na nyota yako. Kwa hiyo ile kito inaenda kuipa nyota yako nguvu, ambayo nguvu ile ndio itakufanya wewe kuvuta bahati zako. Bahati ni nini? Bahati ni vitu ambavyo vinavyotakiwa wewe uvipate. Ieleweke kwamba sisi binadamu kuna vitu tulivyopangiwa tuvipate kulingana na nyakati maalum. Sasa vitu vile vinaweza visipatikane kulingana na vifungo, nuksi, mikosi ama watu kukufanyia hujuma. Unaweza usipate vitu ambavyo ilibidi uvipate au vikachelewa. Kwa hiyo pete hii inakwenda kuipa nguvu nyota yako, ili nyota yako iweze kuwa na nguvu ya kuweza kukinzana na ubaya na uadui na vifungo na hujuma yote inayotakiwa kufanyika, ili vile vitu kuvivuta kuweza kuvipata kwa haraka na wepesi na kwa uhakika. Kwa hiyo pete ya bahati kazi yake ni nini? Pete ya bahati kazi yake ni kuilinda nyota yako, kuipa nguvu nyota yako, ili kuweza kuvuta vile vitu za ambavyo ni bahati yako, ni riziki yako ambavyo ilibidi uvipate, ili uvipate kwa wakati na uvipate kwa hakika na uvipate bila ya usumbufu. Kwa hiyo pete ya bahati hiyo ndiyo kazi yake. Kwa hiyo wakati wote unapokwenda kwa mganga kumwambia nahitaji nipate pete ya bahati, lazima ujue unachokwenda kupatiwa ni kitu cha aina hiyo ambacho kinakwenda kushughulika na mambo ya kuipa nyota yako nguvu. Kwa hiyo watu wengi wanakwenda kunupata hizi pete kwa waganga, lakini bahati mbaya sana sio waganga wote wana maarifa ya kutosha juu ya mchakato unavyotakiwa kuwa mpaka mtu kuweza kuipata hii pete ya bahati. Sasa ni mchakato gani unaotakiwa ufanyike mpaka mtu kuweza kupata pete hii ya bahati? Hii ni kwa faida ya mtu anayeangalia chaneli hii. Kwanza, mtu ili aweze kupata pete ya bahati ni lazima afanyiwe unajim. Unajim ni nini? Unajim ni elimu ya kuweza kuiangalia nyota, kuiangalia mtu ana nyota gani, kuangalia siku yake ya bahati, kuangalia namba yake ya bahati, kuangalia rangi inayoendana kimafanikio na nyota yake, na kuangalia pia mtu huyu ahusiane kimapenzi na mtu gani au kindoa na mtu gani. Kwa sababu ieleweke, hata ndoa, yani mahusiano ya mke ama ya ndoa ama ya mpenzi, yana uwezo mkubwa sana ya kuweza kuchangia mtu kupata ama kuto kupata mafanikio. Kwa hiyo vitu vyote kwenye unajimu ndio unaokwenda kuchunguza na kuviangalia vitu hivi kiundani na kuvipanga katika mtiririko unaostahili, ili mtu huyu aweze kutiririka kimafanikio katika kile anachokuwa anakitarajia, anakitafuta, ama ni bahati, ni riziki yake ambayo anotakiwa aweze kuipata. Ieleweke, katika maisha tunayoishi wapo watu wanayefunga riziki za watu, wapo watu wanayefunga mafanikio ya watu, wapo watu wanayefanya watu wengine wasifanikiwe kwa njia za kichawi na kishirikina. Na wanafanya hivi kwa sababu gani? Wanafanya hivi kwa sababu ya chuki, choyo na wivu, ili kufanya watu wengine wasifanikiwe. Na wanafanya hivi kwa kuipiga ama kuifunga ama kuishusha ama kuichafua ama kuifukia nyota yako. Kwa hiyo endapo kama utakuwa una vifungo hivyo au umeshafanywa vitu hivyo, hata mganga akikupa pete ya bahati hautopata hizo bahati. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye amekwenda kwa mganga akanunua, maana sasa hivi kuna wimbi la waganga ambapo kila mtu anatangaza kwamba anauza pete, na wakati kiuhalisia hizi pete haziuzwi. Pete hizi huwa zinatengenezwa kisha zinafanywa unajim, zinafanywa visomo, zinatiririshwa katika njia zinazostahili katika bahari na kufanywa visomo katika bahari na kuweza kufanywa visomo vya kutakaswa na kuunganishwa katika rangi na kuwekwa kito yenye rangi ya jina la mtu na nyota yake inayoendana kulingana na nyota ya huyo mtu. Kwa hiyo ni lazima kufanyike unajim. Kwa hiyo ukienda kwa mganga tu ukanunua nyota, ukanunua pete, kuna uwezekano ukapewa pete kweli ya bahati, lakini ikawa sio inayoendana na nyota yako na hautopata mafanikio hayo unayokuwa unayatarajia. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nakwambia, utaratibu wa kwenda kupata pete kwa mganga ni lazima kwanza uhakikishe huyu mganga ana utaalamu wa kutosha, na ni lazima awe ni mganga aliyokizi vilinge 7 vya kiuganga. Ni mganga ambaye anaweza kufanya unajim, akaweza kuangalia nyota yako, mzunguruko wa nyota yako, siku yako ya bahati,
pete inayoendana na nyota yako, yani pete yako inaendana na madini aina gani. Kuna wengine madini yao ni dhahabu, kuna wengine madini yao ni almasi, madini yao ni shaba, kuna wengine madini yao ni chuma kabisa. Kwamba pete, ukikuta mtu kavaa pete ya chuma usifikiri kwamba hana pesa, hapana. Kuna watu wanavaa pete za chuma kulingana, ndio nyota zao zinataka madini yake ni chuma, lakini kito ya juu inaendana sawa. Wengine ni blue, wengine ni nyekundu, wengine ni kijani, wengine ni njano, wengine ni madini ya diamond yale rangi nyeupe, rangi yenye kito kama kioo. Kwa hiyo kila mtu na madini yake kulingana na nyota yake. Kwa hiyo unajim ni lazima ufanyike kabla haujanunua pete au hujapata pete ya bahati kwa mganga yoyote. Ufanyiwe unajim. Kama kuna vifungo vikionekana, lazima ufunguliwe hivyo vifungo. Kama kuna nyota yako imechafuliwa, lazima itakaswe. Kama nyota yako imefukiwa chini, lazima nyota yako iamshwe juu. Kama nyota yako imechukuliwa na mtu mwingine anaimiliki nyota yako, lazima nyota ile ikachukuliwe iweze kurudishwa kwako wewe. Kisha baada ya hapo upewe kinga, ndio upewe pete hii ya bahati. Kwa hiyo kuna mchakato ambao ni mrefu ambao unaopelekea mpaka mtu kuweza umiliki pete ya bahati. Usiende kwa mganga tu pete ya bahati 1,500,000, unalipa 1,500,000, unachukua pete, kumbe una vifungo, kumbe nyota yako imechafuliwa, kumbe nyota yako labda pete uliopewa pia ndio ya bahati kweli, lakini haiendani na nyota yako, ukaanza kutengeneza mikosi mingine isiyo kuwepo. Na ni lazima pia aangalie ni mkono gani ama kidole gani kinachoendana na nyota yake, kwa sababu kila nyota kuna aina ya mkono, kuna aina ya kidole inapotakiwa pete hiyo iweze kuvaliwa. Lakini pia mganga lazima aelewe masharti ya hii pete, kwa sababu hizi pete pia zina masharti mbalimbali kulingana na nyota ya mtu. Kwa hiyo ili uweze kupata pete, iweze kukusaidia, uweze kuitumia, ikupe hizo bahati, bahati kwenye ndoa, bahati kwenye mafanikio, bahati kwenye biashara, bahati kwenye siasa, bahati kwenye kitu chochote unachokihangaikia, njoo kwa Dr. Imani Mandoto tuweze kufanya unajim, tuweze tukupitishe njia na mtiririko unaostahili ili kuweza kupata pete hiyo na iweze kukuletea mafanikio. Nipigie namba ya simu Dr. Imani Mandoto, fika ofisini kwangu kwa Dar es Salaam, mimi ni Pombezi stendi ya Magufuli. Lakini kwa Tanga napatikana Segera njia ya panda, lakini kwa Handeni napatikana nyumbani kwetu Handeni kwa Msangazi. Ama nipigie namba yangu ya simu ili ujue kwamba niko wapi, niko Dar es Salaam, nipo Tanga ama nipo Segera. Nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Namba yangu nyingine ni 0763 38 1885. Lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, subscribe ili tuendelee kuwa familia kubwa ya Dr. Imani Mandoto, na anaye subscribe ndio mtu ambaye mimi akinipigia simu ninamsaidia moja kwa moja. Kwa subscribe channel yetu, lakini pia ulike video zetu ili ziwafikie watu wengi zaidi, lakini uendelee kushare video hizi ili kwa wale watu ambao nao waweze kupata elimu kama hizi ili nao waweze kusaidika. Lakini kama una swali, una jambo lolote unataka kulijua, niandikie hapo kwenye comment, nami nitakufuatia, nitaweza kukujibu na nitaweza kukuelekeza. Nipigie namba zangu zote hizo ziko WhatsApp, nami nitaweza kukusaidia popote ilipo. Kama uko Tanzania, uko nje ya nchi, uko mkoa wote, Dr. Imani Mandoto nina uwezo wa kuweza kukusaidia uko uliko. Bingwa tiba asili Dr. Imani Mandoto, asante kwa kunisikiliza na kunitazama.